Kuna maisha ambayo tunaishi na kuna maeneo ambayo tupo wakati mwingine yametufanya tuteseke, yametufanya tuumie, yametufanya tuchoke, lakini tumeshindwa kutoka katika hayo maeneo. Na hiyo hali ya kushindwa kutoka katika hayo maeneo yametufanya kuwa wachovu na wanyonge na maskini na watu ambao tunaonekana kama vile tumeshindwa. Amina. Sasa wakati fulani nikiwa natafakari neno la Mungu, kuna vitu vingine Mungu akaniambia usipong'ang'ania hauwezi kutoboa. Usipofanya nini? Kutoka kwako kuna kutegemea wewe, hakumtegemei Mungu, hakutegemei maombi peke yake, kinakutegemea wewe kwamba umeamua kufanya maamuzi gani ili uweze kutoka katika hilo eneo ambalo upo. Wewe ni maskini, wewe ni mgonjwa, wewe una mateso mengine. Kila mtu ana namna yake, anapitia vipindi vigumu. Mwingine yupo hapa lakini mawazo yake yako nyumbani, nikitoka katika ibada hii nitaenda kula nini? Mwingine yupo hapa lakini anawaza nikitoka hapa ada ya mtoto, sijui shamba, sijui nini. Lakini mimi nazungumza habari ya kung'ang'ania eneo ambalo upo, Mungu akutoe kwenye hiyo eneo. Kuna mwingine ameng'ang'aniwa na dhambi, kuna dhambi ameshindwa kuiacha, umbea, muongo, ameshindwa kuacha, lazima ung'ang'anie hiyo dhambi kuachie. Amina. Kuna maeneo ambayo mtu umekwama, na mimi napenda sana mtu mmoja siku moja akawa ananifundisha, akaniambia bana, ukinunua hata gari nunua yenye 4-wheel drive. Nini? Kwa sababu kuna eneo utaenda alafu utakwama. Magari wanaiba nyota, kuna wanawake wanakulaani, kuna wanaume wanakuloga, kuna wanawake wanakuloga. Wewe una 4-wheel drive ya kupita, unakwama hapo, unakuwa na maisha yao hayo miaka yote. Wakienda wakirudi huko pale pale, wakija wakinani, wewe huko vile vile, ubadiliki, uongezeki. Wewe unaona mtu ana miaka 7 kiroho yuko vile vile. Hata kuomba tukimpa maiki hapa sasa hivi tuongoze maombi, ataona aibu. Amekwama kiroho, amehitaji kung'ang'ania atoke hapo. Kwa sababu hata mtoto mtu anapomlea anategemea huyu mtoto asiwe katika level moja kila siku. Anapomuona, anamuona leo anatambaa, kesho anamkuta mtoto anafanya nini? Anatembea, anashika vitu, anashika stuli, anasogea. Kesho kuta amuone anakimbia, kesho kuta awe na uwezo wa kumtuma wapi? Dukani, kumtuma kwenye kazi. Hata Mungu anakuangalia kwa namna hiyo. Maana kuna kitu kimetuzuia. Kuna kitu kimewapi? Inatakiwa tung'ang'ane mahali tutoke hapo. Maana kanisa la kiroho si la kukusanyika tu katika ibada. Kanisa la kiroho maana ni kupeleka wengine nao wakapata habari hizo zinazohusu maisha ya kiroho. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sisomi, sio somo langu, lakini tunawaona wale watu walipopokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu, akina Petro, akina Paulo, wakina Stefano, hawakuendelea kukaa kanisani. Biblia inasema wakaonekana wakihubiri, wengine Akaya, wengine sijui Filipino, wengine sijui wapi, wakiwa wanahubiri habari za nani? Za Yesu. Sasa sisi Yesu ametubariki, tunashindwa kwenda kuwaambia watu jamani, hebu niangalie, Yesu amenipa afya njema, muamini uokolewe uende mbinguni. Inatosha. Amen. Sasa tuanze tunatakiwa sasa, kwa kuwa tuna wanaume wa kutosha, ili hiki kizazi kingine cha kiume nacho kikue katika hiyo jamii, ikikute sisi tunamhubiri Kristo. Amen. Amina. Kwa hiyo tunaongea habari ya kung'ang'ania na kutoka katika eneo ambalo inawezekana umekaa kwa muda mrefu, inawezekana umekaa katika eneo hili umeteseka vya kutosha, inawezekana umeishi maisha hayo muda mrefu na umeshindwa kutoka hapo ulipo. Wakati mwingine kuna mikwamo ambayo inaweza kusababishwa na mtu kukosa furaha. Kuna namna unakosa amani, kuna namna unakosa furaha, kuna namna unakosa kuwa na utulivu kwenye maisha yako. Nini? Kuna vitu vimekustaka, vimekusimamisha, na hivyo vitu vimeng'ang'ania
maisha yako usiweze kutoka. Na mimi nataka niseme tuna somo hapa la kutoka katika vile vitu ambavyo vimetungania na vimetuzuia tusiweze kutoka pale tulipokuwa. Amen. Tusiweze kufanya nini? Tusiweze kufanya nini? Tulipo? Maana viko vitu ambavyo viko ndani yetu na maishani mwetu siku za leo vimezuia kabisa maisha yetu kuendelea. Na vitu hivyo vimekuwa kikwazo, vimekuwa vizuizi hata vya sisi kumuona Mungu kwenye maisha yetu. Na moja ya vitu ambavyo vimenyang'ania maisha ya watu na kuzuia watu wasimuone Mungu katika ulimwengu wa leo ni dhambi. Sema dhambi. Sema dhambi. Sema dhambi kwa nguvu. Sema dhambi kwa nguvu, usiogope. Ukionea aibu yenyewe itaendelea kukung'ang'ania na itaendelea kukuzuia. Na ndio maana kwenye Misali mtu mmoja anasema mtu aziungamae dhambi zake na kufanya nini? Na kufanya nini? Na kufanya nini? Aziungamae nini? Na kufanya nini? Mbona hiyo usemi na kufanyaje?